kakulemayo uniwele shino shawiza mayo. Matakataka hapa yani unakuta ni mengi kweli. Yaani mambo haya unakuta unafanya usafi baadaye tena anajirudia. Wanike mwana tuti mwana jemusi. Ninkofiro hili nalo linakuwa na mambo mengine. Sasa nije nilichukua lingine. Nanoka. Nomi wautu. Tutakuwa heka hii kubwa sana. Jua mtu ukijikuta nyosha kwanza nani? Haya. Nyosha na panga. Tenda nitaoga hata na nyumbani. Mke wangu Suzi anipelekea maji. Hela kuna watu wananiibia miwa yangu. Bila roshikoro nuova pandika watu hawa nikiwapata mimi watanieleza tu. Mtu unakesha unalima, unahangaika, mtu mwingine anakuja kukata. Yani ama titenu kubyalandi ugete. Yani eti kwa kweli. Yani nimelima miaka yote. Kwanza sijamuoa Suzi lakini jamani. Ona sasa. Jeni ya kata hata niweke miwa. Sasa mtu miaka mingi hii imeba. Yani kwa kweli. Acha na kanole Suzi lulu. Usi wakubai. Nia yao tufarakanye. Suzi wangu weke mwana. Idari na wana. Mambo haya nayo. Kwa na amekimbilia mjini na hata mimi nahangaika na mashamba. Huyo mpaka mjini huyo. Kama naishi na Suzi. Hawa nao wanakaa. Sofia naye anashindwa kwa hata anakuja analima hapa. Hivi ni wajinga kwa nini? Anashindwa kwana. Hivi Suzi ana kazi gani jamani? Yani kwa kweli. Yani mtu anakuta. Suzi. Ndio basi. Mnapokuja mechelewa kwa shamba. Leo tunakula nini leo? Mama kula mama kama mwelekeo. Ndio tunataka nini? Tunataka sasa. Hata baada ya shamba mzima hata ndani. Na njaa na kitoka huko yule mwanaume atujapika chochote. Sasa kasikenda huko shamba. Je, kama anakuja na miogo au viazi angalie. Ni hapo na hapa chochote. Ndio mwaka Niambie Suzi. Peleka hivi ndani. Mara haujambo. Peleka hivi vitu ndani. Shika na ile sana. Na wewe umechelewa kweli. Kuchelewa wapi mambo ya harakati unafikiri harakati? Unajua kabisa hujatoka na chochote hapa. Wewe. Unajua mgida na mimi huyu muda mtupu. Unasemaje? Kidogo. Wewe Suzi. Suzi! Unaitika mapema. Sasa lete maji ya kunywa. Haya. Mihogo sasa nyewe mnakaa mnatomoka hapa mnatomoka mihogo. Kwanza mlikuwa mna kazi gani? Mimi si nilikuwa shambani. Sasa mihogo iko kuchukua shamba wewe jamani. Alafu mambo ya kuwa mnataka. Kwa hiyo mmenioa nyinyi. Shendo kuja na mihogo
Tayari ametosha mke wangu Suzi. Adoa ni kazuri basi tu. Sasa mimi nakula nini leo? Nimetosha kama mke wangu. Sasa mimi ndio kipindi alikuwepo Kuru alikuwa ni kaka mkubwa. Mimi ndio naongoza familia. Sasa maswala ya kuanza kunibishia. Kwani mimi nani yako kwa? Nikaichibi wapi mimi? Kwanza wewe ndio ungetakiwa ujiongeze. Na yeye anatakiwa ajiongeze maana mtoto shamba huko. Mtoto mdogo kabisa. Hapa mtoto wangu mimi ndio kushinda njaa mna. Hata mke wangu una akili wewe. Basi ndio maana mwenyewe anahangaika kwa naumwa njaa. Kwa nini aumwe njaa kama ana akili? Sasa subirieni sasa. Nina wazo langu, naomba mtege masikio, pua, kila kitu, sura zenu zote zinitazame mimi. Tulia kwanza. Nikae vizuri. Mimi nilikuwa kule shambani. Unanielewa vizuri? Sofi, unanielewa au unanuna? Nilikuwa kule shambani. Sasa nimekaa nimeenda kuna manani. Mandizi yale. Yamelimwa hata sijamuoa huyu. Bado yamekaa tu hata hayaeleweki. Wewe una siku nyingi wewe ndio kuangalia hakuna hata ndizi iliyoweka. Alafu ni mvivu huyu mume wangu. Mimi nakwambiaga kila siku. Takuwa nikavivu hapa. Mbona yuko shambani anagomea. Leo tena amekataa kwenda. Sawa, tulieni sasa. Mimi bana nimeona hali ya kule saa zingine napalilia mna jua kavu. Hasa mimi nimeamua niende kumtafuta Kurwa mjini. Na alafu kwanza mjini kuna mishemishe nyingi. Alafu si unajua kaka yenu waga na imba. Mambo yatakuwa vizuri. Yaani mume wangu nimeshasema katika yote, naomba usiniambie habari za kwenda mjini. Mjini tena. Kwani wapi? Hamna kabisa. Nimeshasema naondoka. Haya afuende huko mjini. Unatokea sisi hapa kijijini. Nasema hivi kesho ni safari naenda mjini. Hamna hapa takwenda mjini. Nimeshasema mume wangu uondoke popote hapa. Unanijua vizuri? Hamna. Kesho naenda safari. Yaani uondoke hapa. Kwa nani mwanaume? Bwana Kurwa alienda mjini. Mume wangu watu mimi naniite na nani? Nimeshasema kesho naenda mjini. Sasa naenda kulala kupumzika. Mmekataa wewe umekataa kwenda kufuata mihoko mtajua huko. Analeta mambo ya ujinga hapa mnaleta. Leo ni mwanakuwa chana kwa milango hii. Ujinga sana. Tukatafuta miogo. Wewe nenda tukatafute uende ukachimbe huko. Maana hamna nini. Nije nikamwambie na huyu mwanaume huyu kwa sababu njaa inamsumbua. Umenitoa kwenye mudi ya simu. Kwa nini unajua niko naongea nini nani? Kwa nini tu unafika unaanza kunishika ili iweje na unataka nini nani? Bado unajua mimi maisha. Pia nikwambie sawa. Wacheche. Sogea mwanangu tunapata msaada hapa wasikia nikwambie sawa. Usione tumekuanzisha kishikaji ukatuchukulia viatu. Sasa mbona unachukua yangu lakini utashoboka kishamba hapa. Wacheche. Sisi ni watoto yatima. Tulia basi kelele za nini? Shika utajaza mzi. Shika. Naombeni basi simu yangu. Wewe sikia nikwambie sawa. Yaani sisi ukitucheki hivi uone ni namba chafu au vipi? Sikia. Nyumbani ni huko. Pita hivi usije ukatuletea nzi hapo. Wewe. Tulia hivyo. Nataka unaamka moja unaziokota kimya au vipi? Haya, fanya hivi. Na ukiziokota tena tunakunyang'anya. Changamka basi au hadi ukanyagwe, simama pita hivi. Au kama unataka kupigwa
unapigika kivisa za majimaji. Oa changamka, simama. Kaka kise. Oa we. Mtoto mzuri kama wewe. Sikia sawa, si tushaharibu hapa ni kukanya. Shangaa nini mzee? Wanaume tumeumbwa mateso, mateso, uhangaika. Naume anapopatwa na matatizo, macho huwa mekundu kwa hasira. Fua bwana, unaniangalia nini? Alafu hamna mapovu, unafuaje nguo zina hata povu? Sabuni sijanunua. Bwana Kurwa. Niambie ndugu yangu. Swali kama kawa. Karibu. Mambo vipi? Aisee, karibu sana. Asante tunasemaje? Mungu anasaidia. Asante. Karibu. Asante sana. Mimi napita tu ndugu yangu. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Manake unajua mambo mengine haya. Siku mbili hatuonani, lakini ujue simu yangu nipigi. Bwana Kurwa. Naona hapa macho yangu au vipi ndugu? Vipi tena ndugu yangu? Si hata nafua kidogo. Shida nini? Karibu bwana. Alafu ule mchongo uliniambia vipi tangu kule? Hebu tuachane hapo. Nataka kujua vipi tena. Sielewi. Kawaida, unajua wakati mwingine mimi napenda kumsaidia tu huyu. Shemeji yako huyu bwana. Nasikia harufu ndugu yangu hapo. Bwana taratibu, mwisho tuanze kumwagiana chakula hapa bwana. Mke wangu nawe angalia, sometimes mimi huku nafua nguo zako bado unapika. Unanisaidia vitu kama hivi mke wangu. Wewe. Kucha zangu nitachafua ujue. Alafu sitaki kelele. Pika fasta nifulie nguo zangu haraka. Alafu hizo nguo hazina povu. Sijui unazifuaje. Mbona mzembe wewe? Mke wangu nawe usiwe hivyo. Ulitaka mimi nifanyeje? Unanisaidia japo kupika haya, mimi huku nafua, bado nakusaidia kufua, bado kupika napo nipike mke wangu Unanisaidia kufua, unanisaidia kupika. Si ni kazi zako? Yaani mimi nikae nafua, mimi nikae napika. Unaona kazi gani muda huu? Nikutafutie kula, nikuangaikie kulala, na kufua nifue, na kupika nipike. Lakini sio hivyo. Bwana naomba afu na njaa. Time nataka kutoka. Pika, fanya haraka bwana. Angalia kutikavu. Mwisho siku utakudondosha. Unajua langa nini? Mambo mengine basi tunamwachia Mungu. Mambo ya mapenzi ndio yalivyo rafiki yangu. Utafanyaje unafikiri? Sasa hapa mke wangu basi nisaidie huku basi kuipua. Kurwa. Mimi nilikuwa napita ndugu yangu. Basi poa ndugu yangu. Mwanangu mambo ruwa anaongea kijiweni wewe mwanangu, siamini kama ni wewe. Sasa mbona unanicheka unanidhihaki rafiki yangu? Anaendelea kufua ndugu yangu. Hapa mjini hakuna cha bure, mapesa na gharamiwa. Iweje unataka bure au unatamia? Huyo yaya huyo yaya huyo. Ninapenda kumaanisha, mimi nataka kumaanisha, mimi napenda kumaanisha, mimi nataka kumaanisha, mimi napenda kumaanisha. Okay, nangu hapa naongea. Unasikiliza Mkono wa Mwanaume. Anaitwa DJ Malot. Weti ni waiti baba. Msalimia Kipupwe.
hapa tena. Oh, sula una. Tengeneza hapa sio sehemu salama. Cheza naye, zunguka naye, pige tu. Cheza naye. Hayo weka kama nimekuzia machungwa ukaniambia sijui kweli na ule mti unaona sasa unakuja kuuliza watu. Mimi ni traffic ya barabarani. Tazama sisi. Na watazama Sasa walikuwa na hao mbona nimewaacha wengi langu masimu. Na wanaleta gari ile. Wako wapi? walikuwa ni sawa. Wameniambia wananionyesha kubwa. Baba samani unanisumbua. Haya huyo. Hapa mjini hakuna chabule, mapesa na galamiwa. Iweje unataka bule au unatamia? Huyo. Haya huyo. Huyo. Haya huyo. Ninapenda kumaanisha mimi nataka kumaanisha. Habari. Salama kabisa. Sogea, mbona unakuna ogopa? kwamba naogopa. Namuulizia kakaangu Marando. Sio Marando, mbona unanikondolea Kurwa? Marando ni mimi. Blaza, kwanza Kurwa ndo nani? Kurwa ni kakaangu. Kakaako sasa utauliziaje mtu hapa mjini afu mwenyewe mimi nishachoka hapa nimevurugwa. Sasa kama umechoka kwani mimi nimekulazimisha kuchoka? Kwanza unakujaje hapa mjini hata? Wewe usiniforce. Sasa unakujaje hapa mjini hata? Jambazi dunia jambazi gani? Ndio umeniibia. Nenda bana wewe. Kurwa ndo kakaangu. Kama hujui. Sasa huyo Kurwa mwenyewe wakina Kurwa ni wengi hapa blaza. Ndio maana uli.
Mtu twa mjini. Sasa wewe umeanza tena kuniclassify hivi. Umeanza kuniclassify hivi. Kama umjui ushinda kumjua kula. Brother, mimi mwenyewe hapa nimeshachanganywa nini, nimevurugwa kwanza, nimechoka. Unashinda tu ndo mambo. Wewe baki hapo baki. Kwa nuko unaleta maafa ya wana na chiratu. Unakuwa machiratu. Ndio tujambasi tunapata chiratu hata ndogo na watoto unataka. Ndio kana limani hapo. Chomoa kule. Pandisha dela, pandisha mama, pandisha dada, pandisha tena. Anajifanya najua sababu amezaliwa da. Anajifanya najua wanako amezaliwa da. Ndio maana amekataliwa. Ila ndio nini wewe? Mimi mwenyewe nimeshaikiwa hapa nimetoka hapa. Hatuja basi. Wewe mali gani wewe naye vipi? Kuna changanya. Nasikia. Mwenyewe nimekwambia hivi mimi sina hela start. Sina hela. Banda atima. Mimi mtu mwenyewe nimeichukua. Basi hapa bei ndogo kabisa hii hapa. Hii hapa ni bei ya chini hapa, unajua iPhone mwanangu. Ni bei ya chini. Chukua. Basi ni 15,000 basi. Nimekwambia nimeibiwa kila kitu hapa. Nimepigwa ndole mimi sina kila kitu hapa. Tena mambo mbaya yaeleweki. Kwa nini uko na kazi? Kwa mimi nikusaidia kupata kama ikiwezekana au nipate tu ipate hata siku mbili. Wala kile mimi nachenda kumtafuta kaka. Ili kuna kwanza nipata na basi fresh. Mimi nitakusaidia. Twenda kukaa kwangu sawa? Utafute wewe kaka yako mpaka umpate au vipi? Hakuna ati. Sawa. MRT Records. Ndugu yangu karibu sana. Namshukuru Mungu nakula, mambo yangu yanaenda vizuri kwa kweli. Kama kawaida yako sinalisha, unajua mwanangu. Afuacha mambo yako bwana. Bwana tunaweza kusimangana rafiki yangu. Basi aishi. Wakati mimi kwenye vishida vyako nilikuwa nakusaidia, sasa hivi unaanza kuni. Hebu acha habari zako bwana. Sasa ndo mambo vipi? Umewasilika. Wewe kama una stories zingine bora upite hivi. Sawa bwana? Basi fresh ni ngombe. Wewe hapa tuongee mipango ya madini. Sawa, kilangu nimeshakuelewa. Lete maneno sasa. Sasa bwana nini? Niambie ndugu yangu. Uko tayari? Sasa mimi nachaje kuwa tayari, mimi nakaa nyumbani kila siku hapa, wewe mwenyewe unajua changamoto zenyewe. Alafu wewe bwana. Nipe mchongo. Mchongo wenyewe upo hivi. Una dili limetiki mgodini. Ila sasa ile acha. Dili. Ikiwa nadhani tunaenda kukaa. Tunahamisha kama. Sasa ngoja kwanza. Achana na mambo hayo, ngoja kwanza. Lile dili pesa zake zikoje yani. Maana mambo ya hela hayo mambo mengine ndugu yangu. Au ndo mpaka tufike kule tuanze mikataba. Yaani hicho kama vile ulikuwepo yani. Alafu ni fake wewe. Mimi mwanangu ndo madili fake. Nalo basi baby. Okay. Brother. Hebu samahani kwanza, samahani. Mbona kama sielewi? Shida nini? Amanda nani Huyu. Sasa kumjue. Brother, samahani na kuheshimu kaka, sawa? Tambua huyu ni mke wangu na ninampenda kweli kweli, sio utani. Halafu mke wangu, ina maana umefikia hatua ya kunifanyia mimi hivi? Kweli kabisa Amanda, kweli. Sikiliza. Labda nikushauri baby. Usiongee sana. Tulia. Huyu naweza kummanage mwenyewe. Sikiliza. Tena unisikilize kwa umakini. Wenye visu vikali ndio anakula nyama. Kaa pembeni bwana. Sasa unataka uingie naye wapi? Kama mkusindikiza sinatosha. Shemeti, kwa nini unafanya hivyo blaza? Wewe anakuhusu nini? Hapa kwako. Kwako hapa. Blaza. Kumbuka, huyu ni mke wa mtu. Unapokula mke wa mtu na wewe kumbuka anakuwa ataliwa pia. Amanda mke wangu, usifikie huko. Unanichosha. Na maana utambui thamani ya upendo wangu Amanda.
unanifanyia hivi kweli? Please mke wangu, naomba usifikie hapo. Brother, naomba uniache mke. Amanda, usifanye hivyo nakuomba mke wangu. Amanda. Amanda. Amanda, fungua mke wangu, nitavunja mlango. Fungua Amanda. Kaka, unaona jinsi ambavyo wanawake ni kama wanyama. Asante mimi nimeenjoy. Nimeenjoy sana. Fry. Nisikilize nikwambie mke wangu. Nisikilize tena, naomba unisikilize kwa makini. Jino la pembe sio dawa ya pembe. Sikio halilali njaa huko. Najua, lakini sikio la kufa lisikii dawa Amanda. Jipange kunimiliki. Umeelewa? Jipange sana. Kurwa. Basi. Maelekezo hapa tauni. Natakiwa tuchekeshe kizetu na kufanya nini? Mimi nashinda kuongea chochote mara na njaa. Nisipofecha na njaa. Au sina hela. Unajua unapokuwa na njaa ndio kama unakuja kichwani au hivi. Yaani njaa ndio inaleta mikono. Nasikia nani? Kaidi. Nini? Tukatapeli chakula. Tukatapeli chakula. Unaweza kutapeli chakula mzee? Kwanza mitikasi ni kubwa. Sikia sasa mimi nikupe mchongo. Sasa mimi kwa sijashiba. Sikiliza nikupe mchongo. Unasikia sawa? Hii issue ifikiria muda alfi. Nikanda kufanya sehemu watapita. Na shamba. Ile shamba inaonekana ilimwagi kabisa. Alafu kuna kinyumba fulani pale kimoja tu washindi sana watu. Tunaweza tukatafuta raia, tukamshikisha tukaona piga vile eneo gani? Maeneo ya kule chini karibu na kwa mzee Rashidi. Mzee huyu. Mzee Rashidi ni mfamili. Sio shamba lake, yani ni yale maeneo. Subiri. Wewe unauza shamba au unauza maeneo? Wewe mbona unakuwa mbishi? Wanatofautisha katikati ya shamba na eneo. Tunauza shamba na lile ndio eneo. Hebu sikiza kwanza mimi. Ni mwenyewe nashindwa kumuelewa, analeta pigo za kimama mama wakati natakiwa tukate. Hebu sikiza mimi niweza nikasana nikakuelewesha. Usije kwa kuna tabia kila siku. Poa, sikia nikwambie sawa. Hapa tumekuja kupanga michongo au vipi? Hatujaja kuletiana noma. Wewe ukitaka noma mimi nakukalisha hata sasa hivi. Heshima ya shemeji. Kwa mtu useme ndio nimeshaacha ugomvi kitambo. Ongea. Tulia ni mabesa. Mimi nataka niende mchongo. Mama fulani hapa na kiwanja. Kwa hiyo mimi natakiwa mmoja ndio ajifanye mwenye kiwanja chake ambao ndio huyu hapa, afu wewe ujifanye ni dalali. Sasa hiyo eneo uliopata hiyo, wewe shemeji yao utakuwa ujifanye wewe ndo lao, afu wewe mpenzi wangu ujifanye wewe ndo dalali. Mimi mnaje huko? Yaani mimi ndio ni kwenye shamba. Yaani wewe ndio kama lako. Wewe wadanganya watu wazazi hivi huyu anafanania kwa shamba huko. Wasikiliza. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua au vipi. Wewe umeusindizao. Mimi mwenyewe nimeshtuka kwa ndoa ya shamba au vipi. Nimeshtuka. Sikia nikwambie sana. Shebu yuko sawa. Mimi nikitafuta tu niaje nikang'aa bling tunaenda. Kikubwa ni lafuzi. Lafuzi yani ongea tunafadilisha hadi wakati kama tunaongea kesi la lako kabisa hivi. Hata yeye mwenyewe mnunuaji akituona nasema yeye kweli hapa amepata. Ila tukipiga mchongo. Na hali mimi mwenye shamba imeisha hiyo hamna mpinga. Mimi nasubiria mletee. Wewe dalali, mwenye shamba, mimi pongezi.
Kwa hiyo na wewe unaenda kuiba. Mimi nakaa nyumbani nasubiri nini nikaibe kisa ninawategemea nyie. Wasikia maneno mengi ya nini? Hatuendi kuiba, tunaenda kuuza shamba. Imeisha hiyo. Mjini shule acha kuzuka. Sisi tunataka hela. Yote sawa. Sasa inakuwa. Hatuwezi kufanya sasa hivi kwa sababu mimi nina njaa. Yaani ukeni sasa hivi muda ndo huu. Yaani madini yote Wasikia nikwambie tusha kukubaliana wetu amke twende tukatafute mseti. Tutamtafuta mteja wote utamfuata wewe kama wewe tunampeleka hadi shambani tunauza. basi mbona unataka chakanikia au nisindikize. Una shepu una hela una jina una, atakupenda nani wewe? Atakutaka nani? Atakupenda nani wewe? Atakutaka nani? Ndugu yangu karibu. Kuona kikosa Ita ndani. Nakuona ushobada. Bisha mlango karibu. Sasa bwana ndugu yangu. Karibu sana. Nipita jisikie uko, yani jisikie uko nyumbani kabisa. Sawa sawa. Jisikie uko nyumbani. Ndugu yangu karibu. Sawa sawa, asante. Kaa hapo, jisikie uko nyumbani kabisa. Sawa sawa. Karibu sana. Bwana ndugu yangu. Hapa ndo nyumbani. Sawa hapa ndo mimi natulia sasa mwenyewe. Ndio harakati yangu. Na hili ni nini? Sasa hapo unapoelekea sasa unazingua. Naambia. Ngoja kwanza niseti kwanza vitu vyangu. Si unajua ndo nimerudi kutoka harakati afu akili bado haijakaa fresh. Kwa nitaji kuweka kitu yangu vizuri. Sikia nikwambie kitu. Si unakumbuka kakaangu kule? Watulia kwanza niweke manjengeka fresh kichwani kwa sababu naona kama vile bado nina wengi mama. Hata sielewi kabisa. Wewe ndio nini wewe? Wewe si mnaambia utanionyesha kakaangu. Kakako nitakusakia lakini vunga kwanza. Wewe unafanya biashara ya asili. Vunga babu. Mbona wengi sana? Unajua ndugu yangu, maisha hapa mjini sawa. Sasa ukienda ungabakaje huko lisikala lako huko nje. Unajua nini? Ukitumia hapo na iko sawa. Sikia. Katoka hata nje huko kaenda ukawahi. Vunga basi babu. Bajeti yako hayo. Kausha. Hapa naingiza zangu madini mama. Unadhani bila vitu mimi harakati zangu zinaendaje mzee wangu? Afu. Unasema kwamba umekupiga. Unakumbuka watu? Mimi siwakumbuki kabisa, siwakumbuki. Alafu unajua shida? Shida ni kwamba mjomba au hizo nambili zako yani visizielewi. Hivi unadhani hata kama mazingira ndo kama haya kwa nimesha kukaribisha hapa ndo nyumbani wewe jisikie upo huru. Kuswala chakula nini? Hapa tunapika, tunaweza kupika tukala nini? Tunapika unafikia tu kuvuta maasikaro unasema unapika nini? Kwa hiyo sasa sikia, hii swala sigara mimi ni issue zangu mwenyewe. Alafu ndo kitu ambacho kinampunguzia mimi stress kama hivyo. Toka zangu wakati nimechoka sielewi. Sasa iko hivi. Unajua wewe unahitaji kidogo kupunguza mawazo. Kama nini? Dawa mawazo ni nini? Haya mawazo kumpata Kulwa. Kaka yangu, ningempata kaka yangu mawazo anaishi. Haimfanya kitu kimoja mgusa kidogo. Nini hicho?
Bosi unataka kupunguza mawazo au vipi? Gusa kidogo. Kwa hiyo hii inapunguza mawazo. Hii tiba kabisa mwanangu. Gusa kidogo mzee. Nikikuta nampata kurwa. Hii dawa kabisa mjomba, yani kila kitu inakaa ile ile mwanangu. Yaani tunamuona kaka yangu. Uhakika baba. Uhakika. Uhakika. Gusa kidogo mzee usiwaze. Ashika vizuri babu, shika hivi mwanangu, unashika hivi. Lakini usitumie kwa lesi sana, ina madhara yake. Wewe gusa kidogo kidogo yani. Kidogo. Hapa. Mtu anampata kurwa. Wewe gusa babu. Muona sasa vitu ndo vipi babu, unawe mbona kwa kama vile mshamba yani? Hapo shengia town mwanangu. Vitu kama hivi ndo hakika. Mweka kidogo. Gusa tena. Sasa tunaenda mtoko. Sasa wewe mtu unaanza kumng'ang'ania. Sasa naona kulaje kubwa hivyo. Sasa chakula kiko wapi? Mimi naona mapyompo tu. Msosi uko wapi? Wafunga babu kazi. Wasasikia? Sawa. Mimi natoka nenda kwa ndama zingira msosi. Haya, sasa. Na utulie humu ndani. Atulia gani mwanangu? Afui mahali hapa. Tulia niongee. Ukikutana huko na gurwa, umwambie mdogo wako. Atulia basi babu. Nishakwambia bali za kula baadaye bana. Haya, sawa. Watulia. Sasa tulia. Ukikutana na gurwa huko umwambie mdogo wake niko mjini huko. Apenda ku. Mama, kama jinsi nilivyokuambia. Kiwanja chenyewe ndio hichi. Hapa. Umeona kwenye mpaka mwisho kule. Mwisho wapi? Kwenye nyumba kule au? Mama, wewe ni vizuri. Pale mwisho pale kwenye kama mtu. Haka hapo. Sawa kabisa. Kwenda mpaka huko. Umeona kwenye mti wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kuelekea mpaka kule mwisho. Mwisho. Naona hapo kuna kale kama mti au kale kama mti kale ka kwanza ka pili kale. Hapo ndio mpaka huko. Kwa mama huko mpaka hapa. Hapo. Mama bana, hili shamba ni nzuri. Kwa kulima viazi, matikiti, mahindi fresh kabisa. Kuleta hapa. Sio kukuleta. Mbona kama vile unajipa uchawa sana kwa sababu mimi ndo dalali. Mimi ndo nimemleta huyu mama. Sasa mbona wote mnabishana kama mama huyu ndo mwenye shamba? Nisikilize mimi dalali. Kwa tuzungumze sasa masuala ya hela kwa sababu nimeshakuelekeza mwanzeni kule mpaka hapa. Nataka kumshtua mara nyingi kwa nini? Sasa mimi nitawaaminije sasa? Mama unasikia? Mama, kulumbana kwenye eneo kama hili ni kawaida. Huyu ni dalali. Sawa. Na yeye yuko pia kiupande wake. Mpaka mimi kumtafuta nitafutie mnunuzi. Kwa hiyo hilo jukumu ni lake yeye. Basi kijana, usijali kuhusu hilo, sawa? Mimi shamba nimependa, tena nimelifurahia. Sababu hata mwanangu atakapokuwa kubwa, nimefurahia sababu ni mfugaji. Mama, shamba unataka kugeuza kuwa zizi? Hiyo haikuhusu, ni matumizi yangu mimi. Ni sahihi. Sawa? Usinipangie. Kwa hiyo niambie ni bei gani? Tutazungumza. Sababu hapa tunaweza tukashushana, tutazungumza. Kama tulivyokubaliana, kikubwa sasa hivi tunakutana kwa mwenyekiti. Hakutokuwa na tatizo lolote. Ili kila mtu aondoke na haki yake. Lakini haki ya dalali msisahau. Nina asilimia zangu. Wewe upande wako. Nimeshazungumza. Hiyo ni yako mimi. Sasa mnaona kama maana mama zimezidi. Hiyo tutaongea tukiwa mimi na wewe. Imeisha hiyo. Simchanganye mteja wetu. Hayo ni ya kweli. Sasa mbona natumia wingi? Mteja wetu, mteja wako. Basi tuyamalize hivi. Tutakutana kwa mwenyekiti mama. Basi kijana, nimekubaliana nayo. Basi mimi naomba namba yako, nitakuingizia kwenye akaunti. Mama, ondoa shaka. Sasa wewe sikiliza, wewe chukua namba yangu, tutawasiliana. 06 56 82 93 18. Na ukipenda kuongeza unaweza kuongeza hata 13. Kwa hiyo niandike nini? Andika dalali Cheche. Napatikana sana katika mitandao yote
dalali cheche. Hapo sawa. Sasa mama, si tumefurahi, tunashukuru kwa kutuelewa. Tunachoomba usituangushe na shida sana, ndio maana mpaka ukafikia muda nitakuwa niuze hivi. Madamu nimewaambia mimi na sala. Sawa? Si naokoka. Siwezi kuadhibu watoto wangu. Ninajua jinsi watu wanavyohangaika. Tutakutana kwa mwenyekiti. Haina shaka jamani. Kwa elini? Mama, shamba kama jinsi unavyoliona. Tulia basi. Ndiye malkia wangu. Huwezi kunizidi mimi. Yaani nilitamani sana nikuona mshindo mfupi nizungumze kama wewe. Yaani uko nini kiasi hicho? Nitasema nini malkia kama wewe? Amanda, wewe ni mwanamke mzuri sana. Asante. Lakini kuna jambo linaniumiza sana kichwa Amanda. Nashangaa sana kwa nini unakuwa na mtu kama yule ambaye hana mbele wala nyuma. Unaniacha mimi nalala usingizi wangu wa shida usiku kweli? Unajua baby, ukianza kuingiza habari za yule mtu mimi nanitolea kwenye mwili kabisa. Mimi nafikiria kitu kimoja. Nahitaji nikutoe pale. Nikuchukulie nyumba nzima uishi mke wangu mzuri, kipenzi la habibi. Utafurahi. Sema nimefurahi. Serious? Pia nilikuwa nataka naomba kwako. Mimi nafikiri niletee Pepsi ya baridi. Sijajua malkia wangu anapenda nini, labda nimuulize eti malkia. Nakunywa na kunywa bia wangu. Hiyo. Asante sana, asante. So beautiful. Dogo. Sina kwamba uweke maji au kuku au? Kevin. Alafu kwa umeshaandaa na moto hapo ushawasha? Ndio. Uchukue mwenye zile kuni za pale hivi uwekemo. Umeliona linapoishia? Nimeliona ila sasa mama, mimi nimechoka. Shamba ni zuri, nimelipenda. Kwa sababu tukabuni ndio tukafanya mama tukatoka. Watoto wa mjini mnadeka. Si watu tunatembea kutoka hapa mpaka huko, lakini hujasikia nimechoka. Mama, leo kutoka hapo tu kufika hapo umechoka. Mama, unajua sikutegemea kama ungenifanyia surprise kama hii.
Ndio jua mwanangu nakupenda. Ni hatari sana. Nakupenda. Ili sijui nikupe zawadi gani. Yaani sielewi. Ila Mungu atakupa zawadi kubwa zaidi ya. Haya nimekupa 1, 2, 3. Sawa? Haya nimeweka vibanda viwili. Nikiweka payment, huko naweka duka la madawa mwanangu. Hapo hivi kama barabara zinapita. Tutakuwa tuache 1, 2, 3. Vile pale tena mama ndo tuweke au nasema hivi. Haina shida kwa sababu hata ukitengeneza huko haya mawili yanabaki ya nini? Ya watu kupita, si ndio? Samahani. Nimeona kwa muda mrefu sana mko kwenye eneo langu. Afu sitoshi nyinyi akina nani? Yaani sielewi kwamba nyinyi akina nani. Pole kijana. Mimi sio mwenda wazimu. Wala sio kichaa kuja kufika kwenye kwenye eneo la mtu au shamba la mtu nikamuonyesha mtu. Mimi nahisi kwamba shamba langu ni hilo na mipaka ndio hii. Mimi naona kwako ni hapa. Na kushangaa unakuja waseme eneo lako. Ili eneo limekujaje kutoka huko kuja huko? Kungekuwa kuna mipaka hapo ndio watu unakuja kunilaumu. Kiwanja chako kakaangu, kiwanja chako kivipi yani? Maana sikuelewi. Maana mama kafika hapa kanielekeza ile eneo mwanangu. Ile eneo ni kiwanja chetu. Unakuja tu yani kwamba kiwanja chako. Mimi sikuelewi kwa kweli. Labda mdogo wangu nikwambie kitu ambacho kipi yani ambacho unaweza kunielewesha kwa kupenda kwenye siku yangu ili nikuelewe. Msikilize. Sawa. Hiki ni kiwanja chetu. Na sisi baada ya zetu kufariki, nyumba yetu ambayo tuliacha kama ulisi mimi pamoja na mdogo wangu Kevin. Na hii kiwanja pia ni ndio kitu ambacho tuliacha na wazazi wetu. Hivi mama unamuelewa huyu? Mbona mimi nanichanganya? Maana sielewi. Kiwanja chetu, kiwanja ni chake. Aseme basi tuelewe. Kijana. Nakusikitikia sana. Inawezekana nyie vijana wa mjini mnapoona mtu mzima hivi, unaona kwamba huyu mama wa makamo anastahili kutapeliwa. Mimi sitapeliwi. Kwa kweli kabisa. Nimenunua hiki kiwanja, nimeuziwa na vijana hawa wawili. Umeelewa? Sasa mimi nakushangaa unaponiambia ati wazazi wako waishafariki hawapo. Sasa mimi inahusikana nini na kiwanja na wazazi? Eneo hili moja. Laiti kama ungesema kwamba sijui mna maeneo mawili usingekuepo mpaka. Umeelewa? Huu mpaka mngeutoa. Wazazi wako kama jinsi wanavyosema kama. Ndio kama. Si ndivyo? Umenielewa mpaka hapo? Yeah. Alafu nikwambie kitu kimoja. Mimi document ninazo nilizouziwa. Mama muonesha ili azione apate. Siwezi nikamuonyesha, wengine ni matapeli. Nimuonyesha afu apate key. Haipo. Mimi huyu hawezi kunikimbia. Wewe muonesha tunaenda na mimi. Muonesha. Kijana naomba document zako. Sikiliza mwanangu, umesikia? Tusiende mbali sana kwa sababu unachokijua kimpenda sana. Na sitoshe na mazungumzo ameyasema kwamba walokuzia ni watu wawili, si ndio? Ndio. Yeah. Na sisi wazazi wetu wametoka tukiwa hawa wawili. Mimi na mdogo wangu Kevin. Sasa aliyekuuzia nani? Kama ni wawili mimi sijakuzia. Wewe utakutambui. Mimi sikutambui. Na mimi walioniuzia na watambua. Vijana hawa wawili. Na document? Ninazo. Document zako ziko wapi? Wewe utaniombaje? Kwani tuko kwenye sheria hapa? Wewe leta za kwako nijue kama ni kweli. Je, kama unataka kama zipo? Katuletee tuzione. Nenda kazi. Wewe Kevin? Na. Wewe mdogo wangu Kevin? Na. Nisikilize. Naomba unipe hapo kuna nilia hapo bahasha iko hapo. Zipo 3. Chukua ya juu uniletee. Ya picha. Iko yaani wewe cha kufanya funua hiyo na nili godoro. Chini ya godoro kuna bahasha ya juu. Umetoka kwenye bahasha? Ndio zenyewe sawa. Dokumenti zako nasema hizo hapa. Maliza. Sasa kiwanja chetu kama ulisi. Sasa mbona baba hili hapa na mama hili hapa na kwetu hili hapa. Muhuri wa serikali huu hapa. Au uone? Na picha yangu hapa. Picha zetu hivyo. Na isitoshe, ulombokuwa unasema kwa kuhusu mipaka. Viwanja vyote viwili hivi hapa vimeunganishwa. Kiwanja namba 41 hichi hapa. Kiwanja namba 40 hichi hapa. Vimeunganishwa vyote. Kwa kweli mimi siamini haya makaratasi kama yatakuwa ya kweli. Siamini kabisa. Kwa hiyo mbona na sisi tuna document jamani? Ina maana tumepigwa au eti mwanangu. Lakini makaratasi yako siweza hapa. Wewe angalia hii picha na hii picha. Hii picha. Mimi hajaniuzia sasa. Mama, utapita hapa mjini ni wengi.
Mimi Nesto atakuwa amekutapeli. Hata mimi naona mwanangu. Si naona picha hii tofauti na picha hii hapa. Si unaona mwanangu? Ina maana hapo nimelizwa. Hela zote hizo jamani nimelizwa. Mama. Mama. Wewe ndio umeyasababisha yote. Sasa mimi nimesababisha nini? Wewe ndio uliyosababisha. Bila mamangu mimi asingekuwa hivi. Mngeelewana vizuri mimi mama yake angemkuta. Hauna hata huruma kakaangu. Sasa nini sasa? Sasa nini? Usinikalipie bana. Usinikalipie kwa tuende wasababisha haya. Mama. Mama. Mtako mzee Rashidi huko mdacho huko basi. Kamwita mwambie kuna shida hapo sawa? Akimbia sasa na wewe. Mama. Majani kuna nini? Nene basi. Mwisho mtafali mama. MRT Sound. Oh, sula una, shepu una, hela una, jina una. Atakupenda nani wewe? Atakutaka nani? Atakupenda nani wewe? Atakutaka nani? Nakuona kipusa, toka kwanza unanuka. Nakuona ushobwada, usiyekuwa na kaba. Huyo, yaya huyo. Huyo, yaya huyo. Hapa mjini hakuna cha bure, mapesa na gharamiwa. Iweje unataka bure au unatamia? Huyo, yaya huyo. Huyo, yaya huyo. Mimi napenda kumaanisha, mimi nataka kumaanisha, mimi napenda kumaanisha, mimi nataka kumaanisha, mimi napenda kumaanisha. Okay, nako hapa naongea. Unasikiliza Mkono Mwanaume. Anaitwa DJ Malot. Weti ni waiti baba. Msalimia Kipupwe. Hapa tena. Oh, sula una, shepu una, hela una, jina una. Atakupenda nani wewe? Baridi tu. Hizo pesa tunatafuta, shepu tunanunua. Takutana mbele kwa mbele. Atakutaka nani? Atakupenda nani wewe? Atakutaka nani? Hata Pepsi. Mtu mzuri kama wewe unakunywa Pepsi? Kwani Pepsi stop ni? Pepsi achana nayo. Unajua ukishakuwa na hela hautakiwi kunywa soda. Sawa. Unakunywa vitu amazing. Usijali. Kaa kwa kutulia hivyo. Hapo nianza mimi. Agiza hapa. Mtu mwenyewe huyu hapa. Basi hata nimalizie soda yangu afanye. Msafishoni kuna nini lakini hebu niache basi tafadhali. Basi mimi niko chini ya miguu yako. Nimekosea nini lakini mimi? Mungu
Jamani, amekosea nini? Lakini mimi simu natutapeli mtu. Bana Kurwa. 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 Ambia ndugu yangu. Vipi? Mama anasemaje? Kama kawa. Mbona unalala vipi? Unaumwa? Mna nimejinyosha tu hapa uchovu. Si unajua kajua kameanza kuchoma chomaka. Vipi? Mimi mwenyewe nimetoka hivi harakati fulani kwenye center huko. Nimeenda kutulia na washikaji. Vipi lakini uko hapa? Mimi mdogo mdogo, sinaelea mgumu. Vipi? Vipi shemu wapi? Shamba yule yuko zake huko kazini. Leo mshamba ndugu yangu. Chana naye kaenda zake kuzurura huko. Unanifurahisha ndugu yangu, lakini na maisha yako. Unanifurahisha kishenzi. Kwa nini? Maisha unaishi wewe na mkeo? Basi tu, ila ningekuwa mimi. Ngoja nikwambie kitu. Unajua watu wengi wananichukulia mimi kama vile tu mshamba, lakini yule mwanamke siku nikisema ninamshika mimi na uwezo nikamtumbua, nikampasua wewe. Lakini mimi za shida yangu mimi na huruma. Alafu watu wanafikiri kwamba eti mimi nampenda, yani mimi ndo nimekufa ndo nimeoza. Mimi yule mwanamke mimi sitaki kwenda naye na papa. Kabisa moja atakuja kunililia mimi yule. Ananipenda, yani tukiwa ndani hivi wawili tunaongea. Yaani kimya, baby nisamee, mimi zilikuwa ni hasira. Ananibembeleza. Lakini tukiwa sasa hivi nje tunajifanya anapayuka. Mimi namwangaliaga tu shemeji yako yule. Alafu nakuaga tu kwa heshima yako. Endelea mwanaume unapiga swaga. Endelea. Mke wangu umefika hata salamu, mambo vipi huko ulikotoka vipi? Naona unatamba. Yaani huu muda huu kwa wanaume wenye akili yuko kwa kutafuta hela. Lakini wewe badala ya kutafuta hela umekuwa unasema mimi. Sija kusema mke wangu. Nakushangaa, nikulishe, nikuvishe, alafu tulikuwa tunamwongelea huyu jamani. Sisi tulikuwa tuna stories zetu. Unafikiri sijasikia? Nimesikia kila kitu ambacho uko unakiongea. Wewe, mimi ni kwamba wewe msamani, mimi nikubembeleze. Una nini wewe cha kukubembelezea mimi? Mimi nimemsema mimi huyu. Mimi nimekusema wewe sanga. Baniani mbaya. Sasa. Nisubiria hapo. Mimi anakuja si tupo kwenye stori zetu. Anafika tu anaanza kulalamika eti mimi namsema. Huyu mwanamke mimi simuelewi sana. Ana matatizo gani? Shika. Kuna chenye umesahau kwangu. Na vipi? Nisikilize. Umefika huko mke wangu? Naomba uende. Kosa tatizo nini lakini mke wangu? Mimi tunapiga story na rafiki yangu. Amanda. Amanda nisikilize mke wangu. Usifikie huko. Amanda fungua. Mimi na jamaa yangu tunazungumza mambo yetu mengine. Amanda nisikilize mke wangu. Ulikofika ni mbali. Ulikofika ni mambo yanazungumzika mke wangu. Sawa? Amanda unaniadhirisha, unajua kwa majirani. Sasa unafikiri Amanda, hebu fungua mke wangu. Fungua Amanda. Usifike huko mke wangu. Haya ni mambo sisi tunakaa tunazungumza. Rafiki yangu ndio umesababisha yote haya rafiki yangu. Sasa mimi nimesababisha nini ndugu yangu? Sasa unafikiri ananifukuza mimi kweupe? Naenda wapi? Amanda, usifanye hivyo mke wangu. Sisi tulikuwa tuna mambo yetu tu mengine Amanda. Kwa nilikwambia ndugu yangu. Sasa ndugu yangu, mambo nikwambia toka siku nyingi. Kalia kutikako. Sheta kuangusha. Na ndio jibu umepata leo. Sasa nisikilize ndugu yangu. Sawa. Mimi nafikiri umeona kilichotokea. Na sina msaada, ningeomba tu nisaidie ndugu yangu kwa sababu mimi rafiki yangu. Siwezi kusaidia. Kwanza sitoshe mimi pale najua mimi mwenyewe niko na mke na mtoto.
Sio mdogo wake mke wangu kaja juzi. Na kuweka wapi ndugu? Na chumba kimoja. Nisikilize rafiki yangu. Sawa, japo kanihifadhie tu begi langu. Japo kanihifadhie tu begi langu. Amanda mke wangu, naomba uje tuongee tafadhali mke wangu. Usikasirike. Naomba uje tuongee. Usitake kulialia ndugu yangu. Usilielie, wewe mtoto wa kiume, kapambane. Wapo vijana wengi wanapambana huko town. Unabaki unahangaika unalelewa kama umekuwa mtoto wewe. Usinisimamge sasa rafiki yangu. Unajua wewe ndo rafiki yangu wa kukaa ukaniambia bana nafanya hivi, unaanza sasa hivi kunishutumu. Kumbuka wewe ndo umeniponza ujue hapa. Yaani bila wewe yote singetokea, wewe ndo umeniponza bwana kwanza. Wewe mimi ni mdomo wako, mimi ndo mdomo wako wewe. Sio ndo umeniponza, wewe ndo umenisababishia yote haya. Hapa. Wewe sikuwa unaongea kwamba conclusion kama mimi Bosi ndio mropoka kama mimi mwanamke ile inamweza si nini? Mimi mpole mstaarabu tu. Sio kwamba eti kwamba nakupelekesha. Ona sasa. Beba mizigo utembee brother. Mimi sina msaada, mimi naondoka. Mimi sina msaada kusaidia. Ngoja niende kwa rafiki yangu pale. Sikilize rafiki yangu. Sisi wote ni wanaume sawa? Sikia brother. Mimi cha kufanya. Nenda na kusaidia. Ndio yangu nisaidie. Beba hili begi. Tuondoka nalo. Wote tafuta pa kulala. Ukitaka kuja kubadilisha nguo utachukua. Kuja kwangu pale utachukua nguo utaenda kubadilisha. Begi lako utalikuta pale. Sawa, nitashukuru ndugu yangu. Sawa. Basi, lakini Amanda, ngoja nijaribu kuongea naye. Ongea naye mimi kwanza niende pale kwa rafiki yangu mmoja hivi. Tuonane kwanza afu tutawasiliana. Sawa. Pita huku. Amanda, naomba ufungue mke wangu nisikilize. Najua nime kweli yangu. Unaendaga wapi? Kuto mzima kuzurura. Tunazurura. Yuko ni mashamba ya watu. Nimekutandika huyu. Hapana nini sisi? Sasa siku na kuzurura asubuhi tu. Mshika huko. Kila siku unazurura wewe asubuhi. Na babu. Kutoka na hivyo ujaa. Kwanza leo tunapita nini? Tunapita nini hamna kitu. Ndio tunashinda hivi. Mpaka jioni. Jioni tukifika na mtajua tunakula nini? Jioni sijui tunakula nini. Kama shamba. Angalia viazi au mihogo. Mihogo tena? Labda viazi, leo tukachimbe viazi. Sawa. Maana tuna chochote kile cha kufanya. Lakini najua nini Sofia yangu. Najua mpaka juzi nitoka kumpigia mume wangu atapatikani. Ukijaribu kumpigia anapatikana. Simu ndio hiyo. Kila siku mimi nikipiga simu yake haipatikani. Toka ameenda.
hajaipatikana. Mpaka mimi napata wasiwasi. Sasa mbona amefika huko na alituambia kufika huko atatutafuta? Hawezi kutafuta, kitu mwingine mkubwa alienda huko mjini. Alisema hivyo hivyo kama alivyoondoka yeye alivyosema. Na alipofika huko mpaka leo hajaipiga simu wala kurudi. Sasa mimi hata naanza kupata wasiwasi unajua. Kwa sababu mimi mume wangu kabisa aliniambia atanipigia. Hamna cha kukupigia. Alikuwa ni mtu wa kukupigia, alikuwa ameshakupigia kitambo. Yaani mimi nilikuwa naona hivyo wifi yangu. Nilikuwa naona na mimi niende mjini kumtafuta mume wangu. Makubwa haya na yenyewe tena. Na wewe mjini? Mimi siwezi kukushauri kwenda kwa mjini. Na siwezi kukupa kabisa support yangu ya kwenda mjini. Au na yako huko mjini. Ya kwangu yapi zaidi ya mume wangu? Basi tubaki hapa kijijini. Mimi siwezi kuendelea. Alikuwa anajua thamani yako wewe wifi yangu. Ndio hata simu kujulia hata hali hata siku moja. Lakini ameshawahi. Wewe hujawahi kuolewa ndio maana hujui haya yanayoongea. Uchungu wa mume ujuaye mke unajua. Hata kama wifi yangu. Mimi naumia sana. Haiwezekani mimi nakaa hapa kijijini hapo sijui huko alishaoa au ameshakufa mimi siwezi kujua. Mimi siwezi kukushauri kwa kweli. Yaani siwezi. Siwezi kabisa nikikushauri zaidi kubwa tubaki hapa. Pamoja hapa tuende kwa shamba tukaangalia nini tunakula, tuishije hapa. Wewe unaona umeridhika na haya maisha hapa kijijini. Kila siku miogo, viazi kila siku. Mimi nimechoka kweli. Siwezi kuvumilia. Au tuna hapo mwenyewe. Wewe unaogopa tu kuniambia mimi kama niko sana. Sasa nikwambie nini zaidi nakwambia mume wangu nenda kumtafuta. Basi bwana sawa. Najua mwenyewe bwana. Wewe unaona una uchungu kabisa na kaka yako. Mjini jamani. MRT Sound. Oh, sura una, shepu una, hela una, jina una. Atakupenda nani wewe? Atakutaka nani? Atakupenda nani wewe? Atakutaka nani? Nakuona kipusa, toka kwanza unanuka. Nakuona ushubwada, usiyekuwa na kaba. Uyo, yaya uyo. Uyo, yaya uyo. Hapa mjini hakuna chabule, mapesa na galamiwa. Iweje unataka bule au unatamia? Uyo, yaya uyo. Uyo, yaya uyo. Ninapenda kumaanisha, mimi nataka kumaanisha, mimi napenda kumaanisha, mimi nataka kumaanisha, mimi napenda kumaanisha. Okay, nangu hapa naongea. Unasikiliza mkono wa mwanaume anaitwa DJ Malot. Weti